tayari wanajua katika every constituency, 290 constituencies, kuna ile KIMS kit. KIMS kit moja katika kila county, katika kila constituency haijafungwa. And tuna suspect hii ndio njia walitumia kumsajili awe mpiga kura huyu mtu anagombea kule Mbeere North, aitwa Muthende or somebody. Alikuwa hayuko ndani ya orodha ya kupiga kura wa Mbeere. Watu wa Mbeere North wangoje, wakiona huyu jamaa anapiga kura, wajue that is number 1 violation by the existing IEBC to register somebody in an electoral vote. Wakati walikuwa wamesema wakati wa uchaguzi huu mdogo hakuna mtu atakuwa anasajiliwa kama mpiga kura. Wakiona huyu anapiga kura, wajue. That is what we said. Na pia tukasema kwamba kina Smartmatic hawa na wale wengine Otimofo, nilitangulia kusema kwamba chini ya ulinzi wa huyo CEO aitwa Marjan, CEO wa ABC, ambaye mimi nilikuwa katika NADCO, kumbukeni NADCO committee, pamoja na mjumbe wa hapa Malindi, tulikuwa pamoja wanachama, na tulirecommend huyu mtu Marjan hatua yake asije akakaribia 2027 CEO. Lakini kabla hata hii tume mpya kujua vipi wanaendelea, yeye tayari amefanya direct procurement, extend contract ya hii kampuni inaitwa Smartmatic, ambao hata walikatili uamuzi wa mahakama kuu, kumbukeni that time, kufungua open the server, walikataa. Hao wamepatiwa idhini extension up to 2026 I believe by huyu Marjan, wakifanya kazi kwa karibu sana na yule alikuwa Professor Gulie ambaye alikuwa commissioner vile vile. Kumbukeni hiyo tume ambayo ilitupiliwa mbali. Professor Gulie ni political advisor wa William Ruto. Anaishi anakaa katika ikulu. Yeye ndiye anapeana amri kupitia Marjan on how to extend the contract. Kwa hivyo kawaida katika by election ballot papers ama makaratasi ya kupigia kura yangefanywa printing locally either by Delaru ama by Kenya Literature Bureau, which is actually a government parastatal. Lakini hakukuwa maana kupelekwa. Sasa makaratasi imechapishwa na haija kufanywa what is it? Ukaguzi na even the new commissioners. Hii ni kazi imefanyika na Marjan peke yake on the advice of his bosses. Kwa kukiwa na makosa yoyote itajulikana imefanywa makusudi, kama vile in 2022 makaratasi ilichanganywa Mombasa County na Kakamega County, ndipo kukatokea fujo, and that is how wakati huo sisi mwingine ilikuwa Azimio. That is how Azimio was messed up. That's how Baba lost the election. Na bado wanakuja kusema sisi ni wa marafiki ya Baba na mambo kama hayo. Kwa hivyo wizi wa kura umefikia kikomo. Kwa hivyo kama kuna swali, I wanted to make that straight. Mheshimiwa Kenga is here.